Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwako, tunauhakika kwamba vilivyokufa kwa maisha yetu vinafufuliwa na vinarejeshwa. Kubali Yesu Kristo wiki hii, vyote vilivyokufa virejeshwe. Vyote vilivyokuwa wameiba na wamefunga, Jehova waachilie na wafungue kwa jina la Yesu Kristo, amen. Pigia Yesu makofi. Na usiku wa leo nitakuja na kuongelesha, kwa sababu kesho ni Friday ambayo tutakuwa na kesha ambayo tutaenda hadi saa 7 Mungu akituwezesha, kwa sababu tutakuwa na mabudu sana na sifa kesho. Na baada ya pale tutakuwa na ibada mzuri na tutaombea watu. Jina la Bwana lipewe sifa. Hapa ni Yesu Kristo alipokuwa anazungumza na wanafunzi wake. Na Yesu Kristo alipokuwa anazungumza na wanafunzi wake, ameongea maneno mawili. Njia ya kwanza, amezungumza ya kwamba inatakiwa mkuwe wanafunzi. Kwa hiyo mwanafunzi anafuata mafunzo ya baba yake, na akawahakikishia ya kwamba mimi pia nina baba na nyinyi pia mnitegemee mnapokuwa ndani mwangu. Kwa hiyo mshika neno ambayo ninalo wafunza. Na ya pili, anakuja kuongelea kuhusu upendo. Mali pana upendo ndipo pana ukweli, pana urafiki. Hatuwezi kuwa urafiki injapo hatuna upendo. Ndipo Yesu akakataa kwamba sitawaita tena watumwa, kwa sababu mtumwa haiko huru. Mtumwa anatumiwa, mtumwa ananyanyaswa, lakini rafiki ni upendo. Ndipo Yesu akaambia kipindi cha pili ya kuambia kwamba kweli mko wanafunzi, lakini sitakubali mkuwe watumwa. Ninapenda mkuwe marafiki. Ni kumaanisha kuitwa rafiki wa Yesu ni yule anofanya kusudi la Yesu. Hawezi kuitwa rafiki wa Yesu usipokuwa na upendo, kwa sababu yeye ni upendo. Na tukiangalia katika upendo, anatuambia kwamba ijapo tutadumu ndani mwake na neno lake ndani mwetu, hapo ndipo pana shida. Tukidumu ndani mwake na neno lake ndani mwetu, ndipo tutakuwa wanafunzi wake wa kweli, na tutakuwa pia marafiki wake. Nadhani soma 7 ndio itatupa hapo. Ndipo tutakuwa marafiki zake. Kuwa mwanafunzi ni wakati unapofuata mafunzo ya Yesu. Kuwa rafiki ni wakati unapokuwa na upendo. Ninyi mkikaa ndani yangu, nyinyi mkikaa ndani mwangu, na maneno yangu yakikaa, na neno langu ikikaa ndani yenu, mafunzo yangu ikikaa ndani yenu. Inatuomba sisi kwa ajili ya kuitwa wanafunzi wa Yesu Kristo ni wakati tunamkubali na tunaingia ndani mwake. Kwa hiyo hatuko nje ya Yesu, inatakiwa tukue ndani ya Yesu. Ndipo tunaitwa wanafunzi wa Yesu. Tukikaa ndani mwake ndipo atatupa uwezo na mamlaka. Tukikaa ndani mwake ndipo tutaomba chochote tunachotaka, kwa sababu tuko ndani ya Yesu. Ndio kwa maana mwimbaji anasema, niko ndani ya Yesu, ninaburudika, ninafurahia. Ijapo niko ndani ya Yesu, siogope chochote. Ninaamini ya kwamba kuna jambo, kuna vitu, kuna jibu, kwa sababu Yesu niko ndani mwake. Ukikuwa ndani ya Yesu Kristo unalindwa. Ukikuwa ndani ya Yesu Kristo unaongozwa. Ukikuwa ndani ya Yesu Kristo anakukinga. Usikuwe ndani ya Yesu, kubali ukuwe ndani. Anoamini, anokubali ndiye anikaa ndani ya Yesu.
na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote. Hapo utaomba chochote unachotaka, nanyi mtatendewa, na mtapewa, kwa sababu uko ndani ya Yesu. Ni kumaanisha kuna watu wengi tunaomba kwa sababu hatuko ndani, hatupokei kwa sababu hatuko ndani ya Yesu. Tunaombea nje, tunaombea nje kabisa. Kanuni ya kuitwa mwanafunzi wa Yesu haiko ndani mwetu. Kwa ajili tuitwe wanafunzi wa Yesu Kristo na tupewe mamlaka ya chochote tunachoomba, atupei ni wakati tunakubali kuingia ndani yake. Mpendwa, ninataka nikuambie nini? Chochote unachopitia isisababishe umwache Yesu. Kaa ndani mwake, kaa ndani mwake. Chochote watu wanaongea kuhusu wewe kisisababishe ubadilishe maono yako. Kaa ndani ya Yesu, kaa ndani ya Yesu, kaa ndani ya Yesu. Akiona mapito unayopitia, na atakupa jibu. Kuna mtu nilikuwa nasungumuza naye, nikamuelezea mambo mawili yanayoangalia kuweza ama kushindwa kwa mtu. Inaweza kuwa matatu, lakini ninagusia moja kwa sababu si ile nilitaka kufunza. Ya kwanza ni ndoa. Ndoa inaweza kukusababisha uweze maisha ama ushindwe maisha. Kwa njia gani? Ndoa iko kategori mbili. Kuna ndoa ya nisia ya mtu, tamaa ya mtu, na Mungu anaweza kuisupport kwa sababu ni tamaa. Mtu alipokuumba kwa mfano, atakusupport kulingana na maono yako, kulingana na mahitaji yako. Lakini Mungu haiko ndani kwa sababu si mawazo yake. Ndio kwa maana miandiko inasema kwamba mawazo yenu si mawazo yangu, mipango yenu si mipango yangu. Lakini Mungu anaweza kukusupport kwa mipango yako, lakini haiko ndani ya mipango. Anaweza kukusupport, anaweza kukusupport, lakini utakosa uungu ndani mwa ndoa. Ya pili itakuwa mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu ina subira, ina alama, ina alama, na inapigwa vita, ina vizuizi, ina vikwazo, na siku utakuwa mshindi. Ndio Mungu anaona, kwa sababu ulipitia mitihani ili ufika mahali. Kwa hiyo unaweza kuniuliza swali ya kwamba papa, unataka kusema nini? Nitakurudisha kidogo. Wakati Yakobo alipopokea baraka ya kaka yake ambayo ilikuwa kusudi la Mungu, Yakobo akaenda kuomba. Yakobo akaenda, alipoona mwanamke aliyoona ya kwanza, alimtamani, na miandiko inasema kwamba alikuwa mrembo, alikuwa mzuri kwa uso, akamtamani. Lakini hakukuwa na ukomavu. Alipotamani uso wake, urembo wake, akajipika kifua ya kwamba mimi nitaoa, na akafanya kazi. Baba mkwe ambaye ni anko wake akamuuliza ya kwamba kazi unayofanya malipo yake unataka tukulipa nini? Yakasema huyu nimechagua. Na walimwacha na akatumika. Mungu akaacha, akatumika miaka 7 na akapewa mke. Lakini ilipofika wakati ya sherehe, wao wakabadilisha lugha, wakasema sisi kwetu
sisi kwetu atuoweshe mdogo kabla hatujaowesha mkubwa. Ni kumaanisha katika mipango yao walitayarisha mkubwa ya kwamba mdogo bado hajafikia wakati ya kuoleka. Kwa hiyo mkubwa alikuwa ameshatayarishwa na wazazi. Wazazi ndio Mungu tunayoona duniani. Walipompea, na ukiangalia mazaa yake imeleta jibu. Hadi leo tunataja jina la Yesu Kristo. Imekuja kwa mwanamke ambaye hakupendwa, lakini Mungu alikuwa ndani mwake, kwa sababu ni kitu ambacho wazazi ambaye ni Mungu tunayoona wamekupea. Ule yeye alipenda, njo alibeba uchawi akaleta, njo alifanya vituko mingi. Jina la Bwana lipewe sifa. Njo alifanya vituko mingi na akakufa mapema akamwacha. Ni kumaanisha kwamba kuna vitu ambavyo unaweza kufanya Mungu haiko ndani, ni sia yako, mwisho utaumia, mwisho utalia. Kwa hiyo kuongea kwa Mungu ni tofauti na mawazo yetu na mipango yetu. Uangalie kile unachopenda sana, lakini fuata kanuni ya kwamba kile ninachopenda ni kusudi la Mungu ama la. Kwa hiyo mpendwa, tamani sana Mungu ukue ndani ya Yesu Kristo, usikue nje. Chochote unachopitia kuwa nje, ukuwa ndani. Kuwa ndani. Mtumishi mmoja tukaongea na yeye, akasema kwamba mtumishi wa Mungu, kwa nini watumishi wa Mungu wanapitia 1 2 3? Nikamwambia wanapitia kwa sababu shetani aeze kukupa huduma, aeze kukupa baraka na akupe vitu vyote. Hapana, kuna mali ambapo atasimama ili akupinge, upepe akili zako uweke ili upate jibu. Lakini ni jaribu kubwa ama mitihani inokuwa katika maisha yetu, tujue utakuwa ndani ya Mungu ama nje. Kwa sababu mtu wa nje anachoka haraka, lakini mtu anaokuwa ndani anamwachia Bwana. Inua mkono juu, sema leo kwa jina la Yesu sitaogopa yeyote ninayopitia, sitaogopa yeyote ninayoona. Niko ndani ya Yesu, niko ndani ya Yesu. Amen. Sikiliza ufunuo ingine. Kwa nini wazazi wa Lea walimwambia Yakobo ya kwamba sisi hatutaoesha mdogo wakati ya harusi? Tuseme si wakati ya harusi, ni kusema wakati ya kupeana. Kwa nini haukumwelezea mapema? Kwa nini? Kwa sababu walimtambua Yakobo, walijua tabia ya Yakobo. Ni kumaanisha tabia ya Yakobo alitoka na tabia ya kwao. Ya kwao ni kumaanisha mdogo ametawala mkubwa, mdogo anatawala mkubwa. Ndipo akaleta tena hizo tabia ili achukue tena mdogo atawala mkubwa. Ni kumaanisha popote unapoenda, fuata tabia ya wale watu ili ukuwe mshindi. Amen. Kuwa ndani, kuwa ndani, kuwa ndani na utakuwa mshindi. Amen. Ukijitenga, inatakiwa ujitenga na mabaya, inatakiwa ukuwa ndani ya Yesu.
Amen. Ambia jirani wako, ndani ya Yesu. Ndani ya Yesu. Mwambie tena na ujasiri, niko ndani ya Yesu. Niko ndani ya Yesu. Mwambie tena na imani, niko ndani ya Yesu. Niko ndani ya Yesu. Amen. Mwambie tena, niko ndani ya Yesu. Niko ndani ya Yesu. Anokuwa ndani ya Yesu ndiye ataitwa mwanafunzi. Amen. Kwa sababu neno la Mungu li ndani mwake. Amen. Alo. Neno la Mungu li ndani mwake. Kwa hiyo utaitwa mwanafunzi. Kwa ajili ya kuwa rafiki, inatakiwa sasa ukwe na upendo. Amen. Kwa kwanza penda Mungu na moyo wako wote, kwa sababu yeye alimanifest upendo. Anokuwa na upendo ni mkweli. Anokuwa na upendo ni mwaminifu. Aliyokuwa na upendo ni mtiifu. Kwa sababu upendo, Yesu Kristo akaongea. Yeye alikufa kwa ajili yetu, alitukomboa, alikuwa mtiifu kwa sababu alitupenda. Na sisi pia tumpende kwa sababu tu ndani mwake. Amen. Amen. Tu ndani mwake tumpende. Yesu ni mwema. Tu ndani mwake tumpende. Beba kazi yako, weka ndani mwake. Beba ndoa yako, weka ndani mwake. Beba kazi yako, kila kitu, mipango yako, weka ndani mwake. Amen. Kuna vitu ambavyo aweze kujipangia, lakini unasema kwamba hadi Mungu anipe mwelekeo. Amen. Mungu ongea njia tofauti. Mungu anaweza kukuzungumzia kwa ndoto, na Mungu anaweza kuzungumza kupitia neno la Mungu, na Mungu anaweza kukuongelesha ama kukujibu kupitia mfano wa mtu mwingine. Kuwa ndani ya Yesu. Aibu unaopitia, majina unaopitia, kuwa ndani ya Yesu. Vita unavyopitia, kuwa ndani ya Yesu. Kwa nini yale yanakupata? Zaidi mchaguliwa wa Mungu, zaidi mchaguliwa wa Mungu anapitia. Amen. Amen. Ndio kwa maana niliambia mtu mmoja ya kwamba mchaguliwa wa Mungu wengi wanateseka kabisa. Mmoja unaweza kuwa umepewa kazi mzuri, umepewa ndoa mzuri, umepewa watoto wazuri, una mijengo na magari, lakini kuna magonjwa ambaye uko nayo yanakusumbua, yanakula pesa. Ndio kwa maana unafika viwango vya kwamba sitakula hiki, sikule hiki, sikule, nimekatazwa, lakini kila kitu kiko sawa, mwili wako hauko sawa. Amen. Amen. Mwili wako hauko sawa. Ni njia ambayo jaribu inokuja ili kukujua kwamba uko ndani ya Yesu ama la. Kama uko ndani ya Yesu, unasema ya kwamba njapo Mungu amenipa hii, ana uwezo tena ya kumaliza hii. Amen. Amen. Njapo Mungu amenipa uhai, ana uwezo tena ya kumaliza kifo. Amen. Njapo Mungu amenipa amani, ana uwezo tena ya kunyeshimisha. Amen. Haezi kukupa amani bure. Amen. Atakuheshimisha tena. Amen. Ataondoa aibu. Amen. Ataleta heshima. Amen. Ataondoa aibu. Amen. Ataleta heshima. Amen. Amen. Aibu haiwezi kutoka kwa mtu ambaye hajajiconnect ili ya kuwa ndani. Unajua kwa ajili ya kujipata ndani ya Yesu ni mwamuzi. Ni mwamuzi. Haifuate watu, inafuata mtu anaoamua. Kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa kaba, kwa sababu yeye ndiye aliingia viwango sasa vya kumpenda Yesu Kristo ili Yesu akuwa rafiki. Mpendwa, ano manifest upendo kwa Yesu Kristo
ndiye atagusa moyo wa Yesu, akili ya Yesu na nguvu za Yesu ndani ya maisha yake. Hello. Amen. Ambia jirani wako, fanya kitu tofauti na mimi. Anapenda mtu anafanya kitu tofauti kwa ajili ujua kwamba kuna upendo. Utaona hata tuzawadi. Utaona hata mtu anakujali kabisa, ujua kwamba kuna upendo, kwa sababu shida unaopitia ameibuvua. Lakini ukiona mtu ambaye hayuko uchungu na wewe, hayuko na upendo, kwa hiyo usiombe upendo kwake. Unaweza kuomba upendo kwa mtu ambaye hauko ndani mwake, ama yeye haiko ndani mwako, kwa sababu upendo unasababisha umeze mwenzako na mwingine akumeze. Mwanamke alipoona ya kwamba Yesu Kristo ameketi, Yesu Kristo anahubiri kuanzia asubuhi hadi muda na masaa kama haya, mwanamke akachukua hatua, akachukua manukato ya bei. Hakuangalia makosa yake, hakuangalia dhambi zake, lakini akasema kwamba ninapomuona huyu ninataka nifanye jambo tofauti, ili nitafute urafiki na Yesu. Mpendo, acha nikwambie, tafuta urafiki na Yesu. Jambo lolote unalotenda kwa faida ya Yesu haitapotea. Haitapotea kamwe. Amen. Chochote unachofanya kwa utukufu yake hakitapotea kamwe. Amen. Atakumbuka wakati wewe unapitia machungu. Amen. Atakumbuka wakati wewe vyako vimepotea. Amen. Atakumbuka wakati kifo kimekuingia. Amen. Kwa sababu yeye alikufa ili kufufua vilivyokufa. Amen. Kwa hiyo tafuta jinsi gani utaunda urafiki na Yesu, upate moyo wa Yesu. Tusomee John 11:1-2. Yona 11:1-2. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu. Ni yule aliyompaka Yesu Kristo marhamu. Akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sikiliza vile urafiki ambao umefika. Ni huyu dada amekumbushwa tendo ambayo aliyofanya wakati ndugu yake amepata shida. Ni kumaanisha jambo aliyotenda, akavuta moyo wa Yesu, akakuwa rafiki wa Yesu, ikakumbukwa wakati amepata shida. Kwa hiyo kwa ajili ya kuitwa rafiki wa Yesu, kulingana upendo wa moyo wako, yale unayomtendea. Upendo wote una tabia. Hakuangalia wa ndugu, hakuangalia wa dada, lakini alitenda kulingana moyo wake. Na hayo marhamu ilikuwa ya bei. Mathayo 26:6. Ilikuwa ya dhamana, ikahesabikwa. Lakini wakati Lazaro amekufa, Yesu Kristo akasema, pa, ninakumbuka upendo, ninakumbuka upendo, ninakumbuka upendo,
ni kumaanisha kwamba miguu yako imekanyaga mahali hapa ni kwa sababu ya upendo wa Yesu. Miguu yako imekanyaga kwa madhabahu haya ni kwa sababu ya upendo wa Yesu. Jambo lolote unalofanya haiende bure. Yesu ataikumbuka wakati umefika mwisho, wakati umekataliwa, wakati shida inakusonga, wakati watu wamekuacha. Yesu hatakuacha, Yesu atakukumbuka. Yote unayotenda kwa faida yake haipotee kamwe. Vile unavyomtumikia aiende bure ni kwa sababu unampenda. Vile unavyofunga si bure ni kwa sababu unampenda. Yeye na rafiki wako hatakuacha kamwe. Hata ukifika dakika ya mwisho yeye atakukumbuka. Amen. Milima unayopanda hatasahau. Njaa unaolala nayo hatasahau. Kesha unayofanya kwa madhabahu hatasahau. Wakati utafika dakika ya mwisho ya kupoteza, huyo Yesu atakukumbuka. Ambia jirani wako, hatanikumbuka. Haya maombi ya leo Yesu atayakumbuka. Kwa mapito yote ninayopitia Yesu atanikumbuka. Kwa machungu yote Yesu atanikumbuka. Kwa shida na mvita Yesu atanikumbuka. Amen. Naye Yesu alipokuwapo Bethania katika nyumba ya Simeoni mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu, ya dhamani kubwa alimkaribia. Ilikuwa ya dhamana kubwa kwa sababu ya upendo. Unapokuwa na upendo hautaona dhamana ya vitu unavyo, lakini unaona uhusiano unayo. Uhusiano ni wa maana sana kuliko vitu, kwa sababu uhusiano umepanda kitu. Chochote unachofanya kupitia uhusiano aupoteze, utarejeshewa. Ambia jirani wako, yangu itarejeshwa. Tuko kwa wakati ya urejesho. Kilicho chako kitarejeshwa kwa jina la Yesu. Amen. Kwa yote unayomtumikia Bwana kuna urejesho kwa jina la Yesu. Amen. Upendo unayokuwa nayo kwa Yesu kuna urejesho kwa jina la Yesu. Amen. Alimkaribia akaimimina kichwani pake alipoketi chakulani. Amen. 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 Chakula ililetwa mezani. Mbuzi ilikuwa pale, ngamia ilikuwa pale. Ikaacha harufu, kwa sababu kama hujui hawakukuwa na maisha ya town kama hivi twiko. Amen. Walikuwa na maisha ambayo wanapanda walikuwa na maisha ya kuvuka mbuzi, ng'ombe, kila kitu, na wao walikuwa hivyo. Sasa walikuwa na mijengo ambayo walikuwa nayo. Wanapojenga na miti, inatakiwa watu wanaekaa juu, vivuko vinakaa chini. Sasa Yesu Kristo alipokuwa amekaa, inatakiwa sasa wamletee chakula, harufu. Mwanamke akakuja na manukato. Mwanamke akamweka Yesu manukato. Mwanamke akapanguza na nywele yake. Kwa sababu hakuangalia dhambi aliyofanya, hakuangalia dhamana ya manukato aliyokuwa nayo, lakini alitafuta uhusiano ili ingie ndani ya Yesu. Ingie ndani ya Yesu. Kwa unapokuwa ndani, unaenda kutafuta upendo. Inua mkono juu, sema, Bwana Yesu, nitazidi kuwa mwaminifu katika madhabahu yako. Nitakutumikia usiku na mchana. Hakuna chochote kitanitenga na upendo wako. Nitazidi kukutumikia. Amen. Amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi mazuri. Shangwe na vigeregere kwa utukufu wa Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Chapia Yesu makofi. Sasa sikiliza, wakati Lazaro amegonjeka, wakatuma barua
kwa sababu Maria na Martha ndio wale walianza kuipika chakula Yesu anakula kwao. Walikuwa hawana wanaume. Sijawahi kusikia kwamba walikuwa na wanaume, kwa sababu Maria alikuwa amejikalia. Kuna Maria ambaye alikuwa kaba, kuna Maria aliyokuwa amejaa na mapepo. Niweze kuja kukufuza kuhusu wa Maria wa 4 wa 5. Lakini huyu alikuja kumimia manukato. Hana mume, dada yake hana mume, ndugu yao hana mke. Ni kumaanisha katika familia yao ndoa haiko. Lakini alipomuona Yesu akamsogelea ili atafuta urafiki. Acha nikuambie, kuna vitu watu wanang'ang'ania ambavyo hauko navyo, kuliko kuponda muda ya vitu vinavyong'ang'aniwa na watu. Tafuta Yesu, tafuta uhusiano na Yesu. Amen. Atakupa amani ambayo mwanadamu hawezi kukupa. Amen. Atakupa jibu ambayo mwanadamu hawezi kukupa. Amen. 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 Na ilipofika wakati sasa, Lazaro amegonjeka. Lazaro amegonjeka. Barua ikaenda, barua ikamfikia Yesu. Alipopata barua, kwa sababu hakukuwa simu, Yesu alipopata barua akasema hapana, sisi tufanya kwanza kazi. Na Yesu akapuuza. Yesu akapuuza. Acha nikuambie, kuna mambo ingine ambayo yanakuja katika maisha yetu ili watu washindwe, wakati Yesu Kristo ana manifest upendo wake, wamtambua kwamba Mungu anaweza. Amen. Sema amen. Amen. Kuna vitu katika kuna vitu katika maisha yako watu wanashindwa. Amen. Lakini Mungu anapo manifesta upendo wake, wajue ya kwamba Mungu anaweza. Amen. Dada simama kwanza. Dada ujasimama kwanza. Mwili wako uko aje sasa? Movement ambayo ulikuwa unafanya sasa hivi, na ana nguvu, anaongea. Amen. Tofauti? Hakuweza natembea. Amen. Umeenda kwa waganga aje? Umeenda kwa wachau kutafuta uponyaji. Amen. Umetumia pesa. Amen. Na ikaisha. Lakini ulipokuja kumadhabahu, hata shilingi 10 umeombwa. Kuna vitu ambavyo wakati unashindwa, inatakiwa Mungu oneshe upendo wake, ili watu wajua kwamba vile ambavyo haviwezekana kwa Mungu vinawezekana. Amen. Kwa hiyo kuna vitu vingine vinavyokupata kwa maisha, usiseme vyote ni vita. Kuna vingine Mungu anajitukuza. Amen. Ili aonekane. Amen. Watu waone shida zako. Amen. Watu waone aibu yako. Amen. Watu waongee kuhusu wewe. Amen. Ndio huyo. Na hakuna maombi ninamwombea ya kumupiga mangumi, ya kufanya nini, ya kumwambia nitakufungia wiki mzima, hapana. Amen. Amen. Inua mkono juu. Sema Bwana Yesu, onesha upendo wako kwa maisha yangu. Yeyote ninaopitia, ninakuhitaji onekane. Urejeshe vilivyo vyangu, urejeshe vilivyokufa, ufufue. Amen. Lazaro amegonjeka, Yesu hakwenda. Lazaro amekufa, Yesu hakwenda. Wameenda kuzika Lazaro, Yesu hakwenda. Lakini Yesu anaongoja Lazaro anuke. Yesu anaongoja harufu ya Lazaro, kwa sababu dada yake alitafuta uhusiano kwa Yesu kupitia harufu ya manukato. Kwa hiyo manukato ikasababisha harufu ya mauti ipate uhai.
chochote unachomfanyia Jehova kwa upendo aiende bure. Kuna mbeko unapanda. Amen. Kuna kitu unapanda. Amen. Soma hiyo Mathayo ambayo tulisoma, John 15:8 umesoma. Ulisoma 7. John 15:8 na 9. Hivyo utukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Amen. Amen. Baba amependa mwana, mwana amependa wanafunzi, na wanafunzi pia wikaa ndani ya upendo. Upendo wa Yesu uko ndani ya neno. Upendo wa Yesu uko ndani ya utifu. Upendo wa Yesu uko ndani ya uaminifu. Amen. Upendo wa Yesu uko ndani ya utifu. Amen. Usipokuwa na utifu haujampenda. Amen. Unapenda vitu, unapenda watu. Amen. Amen. Usipokuwa mwaminifu, kuna wengine watu wake 10. Usipokuwa mwaminifu, kwa hiyo hauko ndani, hauonesha upendo. Unapenda vitu kuliko anopeana vitu. Kwa hiyo huko nje, mtu wa nje anang'ang'ania vitu vya ndani, lakini ule ako ndani anatumia neno, na anaotumia neno yeye ni mshindi. Amen. Ndipo Yesu akaona tendo mwanamke alifanya, hii haitanipotea kwa kichwa changu. Lazaro aliponuka siku 4, lakini Yesu Kristo yeye alifanya kaburini siku 3. Ni kumaanisha kwamba yeye alikuwa na uwezo ya kufufua mtu wa siku 4. Na shida zako zisipofikia watu na watu wameongea, ni ngumu sana upate kutembelewa na Yesu. Wakati Yesu anapokuja, amekutana na wadada wanasema, wengekuwapo Lazaro haingekufa. Kwao walijua kwamba viwango vyake ni vya uponyaji tu, si vya kufufua. Mali makiri ya mwanadamu imefikia mwisho, ndio mwanzo ya kwake. Amen. Na wakazidi, au ndio wadada wakazidi ya kusema, hata hivi tunasema ananuka, hata hivi tunaongea anatoa harufu. Ni kumaanisha matumbo imeoza, roho imeoza, damu haitembei, imekauka. Kulingana Wayahudi, kwa adili wa kuzike wanakufunga. Kwa hiyo hakuna kitumaini tena, amefungwa. Lakini mwanaume alipokuja alimuita maiti, na maiti ikafufuka, na akawaambia waliomfunga, mumufungue. Kwa sababu pumzi aliyochukua ni yeye. Ule aliyochukua pumzi ya Lazaro ni Yesu, alikuwa nayo, lakini waliomfunga ni watu. Ndio kwa maana aliachilia pumzi, akawaambia nyinyi mfungue. Ni kumaanisha kwamba baraka zako ziko kwa mikono yake. Yeyote aliyokufunga, yeyote aliyokulani, kwa uwezo na mamlaka nimepewa, anakuachilia kwa jina la Yesu. 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 Shout fire.
Sema leo. Sema leo. Kwa jina la Yesu. Yeyote alionifunga anifungue. Anifungue. Aliyofunga kazi yangu achilie. Aliyofunga huduma yangu achilie. Aliyofunga ndoa yangu achilie. Aliyofunga business yangu achilie. Aliyofunga watoto wangu achilie. 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 Kwa jina la Yesu. Amen. Yoyote aliyofunga watoto wako anaachilia kwa jina la Yesu. Amen. Yeyote aliyofunga uzao wako anaachilia kwa jina la Yesu. Amen. Kwa sababu maisha yetu yako kwa mikono ya Mungu. Amen. Kama uko ndani mwake, maisha yako iko ndani mwake. Amen. Yeye ndiye ako na, yeye ndiye ako na uzima wako. Amen. Yeye ndiye ako na kila kitu chako. Amen. Yeye ndiye ako na baraka zako. Amen. Yeyote ni kizuizi, yeyote ni kikwazo, Amen. yeyote aliyokutega, Amen. yeyote aliyokusimamia, Amen. kwa jina la Yesu achilie. Achilie kilicho chako. Achilie kilicho chako. Achilie kilicho chako. Achilie kilicho chako. Achilie. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Shangilia Yesu na makofi mazuri. Amen. Pigia Yesu vigeregere na utukufu. Amen. Shangilia Yesu. Amen. Wangapi wamebarikiwa? Wangapi wamebarikiwa? Kwa hiyo kandani mwake. Nimepokea mgeni mmoja, nikamuuliza Jumapili, akaniambia kwetu tulikuwa na mgeni ambaye alitoka Kakuma amekuja kutuhubiri. Kamwambia sawa. Aliwahubiri nini? Ameniambia kwamba ametuhubiri mambo mengi. Kwa hiyo anashindwa ni nini ambacho wamehubiri. Amen. Kwa sababu gani? Watu wengi hawatamani kuitwa wanafunzi. Unapoitwa mwanafunzi ndipo utafika viwango vya kuitwa rafiki. Rafiki ni yule anaomba chochote anachoomba, yeye anakubali. Kwa ajili sisi tukuwa watumishi, tulikubali kwanza tufunzwe. Kwa hiyo tunafunzwa na mapito. Tunafunzwa na mapito. Hata wewe pia unaweza kuwa kwa mafunzo ya kile ambacho unacho. Kwa hiyo mafunzo ya Mungu yanatafuta kukutambua kwamba uko ndani mwake ama uko nje. Kuitwa mwanafunzi wa Mungu, kuitwa mwanafunzi wa Yesu, usifikirie kwamba ni shule unayoingia. Unapomkubali, kubali matokeo. Amen. Kubali matokeo. Wakusema lakini niko ndani ya Yesu. Amen. Baya wakusema utoke ndani ya Yesu. Amen. Kubali mafunzo. Kubali mafunzo. Kubali mafunzo. Ukipita hiyo kipande kunaisha, utakuwa rafiki. Au utakuwa mtumwa tena. Mtumwa hayuko huru, lakini utakuwa huru unapokuwa rafiki. Ukipiga magoti, ukimuita, Bwana ninahitaji kitu fulani, atakupea. Amen. 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 Atakupea. Hapa tu step ya kwanza ndio watu wengi tunakwama wakati ya kuitwa mwanafunzi. Kuwa mwanafunzi wa Yesu si kusoma Biblia. Unaweza kujua Biblia yote kwa kichwa, lakini jaribu ikikuje ikuangushe. Kuwa mwanafunzi wa Yesu ni kutambua niliamua ni kuenda. Haya yote ninapitia ni kwa ajili niliamua. Haya yote ninayoona ni kwa ajili niliamua. Ndipo atakusogeza
kwa viwango vya rafiki. Inua mkono juu, sema Bwana Yesu, yoyote ni chombo wanachotumia kupinga mafanikio yangu wiki hii, mwezi huu, Mungu apambane na wao, 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 apambane na wao kwa jina la Yesu. Amen. Pigia Yesu makofi. Ninataka watu wawili wanipe jibu. Ukitoka hapa ukienda nyumbani, ama kesho mtu akikuuliza, ukimwambia tulikuwa kwa ibada, wakikuuliza waliwafunza nini, utamjibuaje? Ninataka jibu ya watu wawili. Msiponijibu nitaongoja tu wakati mtanijibu. Vile mumesimama, mumeweka tu nyinyi wote wawili, msimame, mmoja anipe jibu. Okay. Kuwa mwanafunzi. Mpigia daktari makofi mazuri. Na peye mwingine, mpeye tena, mpe mic. Mahali mwanadamu anaona amefika mwisho, hapo ndipo Mungu anaanzia. Mali akili ya mwanadamu imefika mwisho, ndipo mwanzo ya Mungu. Ya ni sawa, lakini ni nini ambacho mmefunzwa? Kuwa mwanafunzi, si ndivyo? Kuwa mwanafunzi, ndipo utaanza kuelezea mtu kuwa mwanafunzi kwa njia gani. Si kusoma Biblia, kushika Biblia kwa kichwa yote ndio nimekuwa mwanafunzi. Never. Amen. Hiyo tumetafuta kujua, kama vile Mafarisayo walijua sheria yote, lakini walipomuona Yesu hawakumtambua. Kwa hiyo yule anomtambua ni yule anokubali mapito anaopitia na anavumilia, kwa sababu ako ndani. Nilipomtambua, umeingia ndani. Ulipomkubali, uliingia ndani. Kwa hiyo unapokuwa ndani, usiangalie mabisu wanakudunga. Unaweza kuwa katika mosquito net. Si unajua kama uko kwa net kuna umbo inaliaka nje hapo. Lakini mtu mwingine inaweza kumkosesha usingizi. Si ndivyo? Uko kwa net kabisa. Zaidi umbo inekaka na mchezo, inaweza kukulilia tu kwa kichwa, wewe unafikiria kwamba iko hapo. Mimi nimeshaviona na vifuataka, nini mnafuataka? Na unaweza kuamuka uangalie tu na uone na kakuinje. Lakini kana kusumbua, utafauti ni nini? Kanafanya kelele, imekukosesha usingizi, lakini huku ndani shida ni giza. Shida umefumba macho, lakini nuru ikikujia utajua kusema pana, akaumbu akakundani kakuinje. Ninataka kukuambia nini? Kama ulimkubali Yesu kuingia ndani, ujua umbo bado itakufuata. Sasa usisikie mulilio wa umbo. Kama ni kulala, lala. Pigia Yesu makofi. Usikosa usingizi kwa sababu wa umbo. Unasikia paka inalia nye 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 nye, unashinda usingizi, unaanza kufukuza pepo. Hapana, sifukuze pepo wakati nyapusi inalia, kwa sababu mimi niko ndani ya Yesu. Kama niko ndani ya Yesu, mwanadamu atanifanyia nini? Mchawi atanifanyia nini? Hapana, mimi siweze kuogopa. Amen. Hiyo ni kelele ile inayotafuta wajua kwamba niko ndani ama niko nje. Mjinga sasa ndio atatoka ndani ya mosquito ili afuatane na umbo nje. Unakosa usingizi. Lala, ongorota, kwa sababu uko ndani. Amen. Maisha yako iko ndani. Amen. Ndoa yako iko ndani. Amen. Kile kimebaki Mungu achilie. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen.
Asante. Mungu awabariki. Shika sadaka yako na tumtolee Bwana kwa sababu